kuhusu ugomvi wako wewe na rafiki yako Matota. Kimya shemeji. Tena ukome kabisa shemeji. Umenizalilisha kabisa. Yaani umenileta hapa unizalilishe. I say, nimeumia sana. Sitaki kusikia neno Matota ndani ya maisha yangu shemeji. Punguza jazba. Hii siri ni muhimu sana kwenu nyinyi na wewe na Matota. Unamlaumu bure Matota. Matota hausiki na jambo lolote baina yako wewe na mke wako. Kuna mbaya kati yenu. Mimi leo nimekuita nikuambie. Mtaalamu wangu. Ndio. Nimekuja tena, naomba unisaidie. Nashukuru kwanza kwa msaada wako uliopita. Japo bado naona hawa watu wanaendelea haya mambo yao ya kichawi. Na sasa hivi najua watakuwa na mtaalamu mwingine, wanapima nguvu zako. Sasa naomba ufanye kweli. Naomba uwatumie ugonjwa mmoja ambao hautawaua ila uwasumbue sana. Hawa watu ni wakina nani? Huyu Mzelela na Matota. Nataka uwatupie kitu ambacho kitawasumbua sana katikati yao. Lakini mke wake yule si ni mjamzito? Safi sana mtaalamu, hicho nilikuwa sifahamu. Tutumie hiyo mimba. Inyuguntule, yani sitaki nione kabisa. Toa kabisa, yani toe kabisa hiyo mimba. Wachawi wakubwa wale. Wewe unafikiri hata yule mtoto akija kuzaliwa si atakuja kuwa azimu tu yule? Lakini sasa, wale wamekukosea kipi kikubwa mpaka wewe wafanyie kitu kikubwa kama hichi? Wananiloga. Hao ndo wanasababisha mimi mpaka heshima sipewi na mke wangu, na mazao yangu hao ndo wanaoyaiba. Sawa, nitafanya hivi, lakini watakuja hapa kwangu na watahitaji msaada. Hivi wewe unadhani mimi hapa nitafanyaje? Wakija kwako kutaka msaada tena, waambie hivi kwamba wao, yani yule mwenzake Matota ndio kamloga mke wake ili apate yale mazao na pesa zote azichukue yeye. Hili jambo ni gumu. Tena ni gumu sana, lakini kwa sababu ya heshima yako ndio maana nakubali kukusaidia. Lakini sasa dau litakuwa kubwa kidogo. Mtaalamu wangu sijali. Ile yenyewe nilishakupatia. Na hivi kesho kutwa mimi naenda kutoa mzigo wangu bustanini. Japo ni kidogo ila naamini pesa yako nitakupatia. Basi sawa. Hiyo kazi niachie. Baada ya siku 3 kila kitu kinaisha. Nitafurahi sana. Haya, mimi ngoja nikuache. Haya. Mume wangu, unachokifanya sio vizuri. Nimefanya kitu gani? Unajua nimeanza kukufuatilia muda mrefu sana. Hata Kalila mwenyewe nimemuita nikamuuliza, akanificha na yeye. Leo hii nimekuja nikachungulia, nikasikia kila kitu. Wewe mwanamke wewe, umeanza lini tabia ya kuwa unakuja kunichungulia ninapokuwa kiingeni? Yaani mimi wakati nafanya kazi zangu wewe unakuja kuchungulia? Mume wangu, hiyo nakupa kama ushauri. Unachofanya sio vizuri. Wewe umewekwa hapa kwa ajili ya kusaidia watu, sio kwamba kugombanisha watu. Unafikiria unavyowagombanisha vile watu, hujui kama unaleta uhasama? Nisikilize nikwambie mke wangu. Tena nisikilize kwa makini. Bila kufanya hiyo kazi, wewe hapa huwezi kula. Hivi kama mtu ameleta pesa, mimi niikatae? Niikatae pesa? Sasa, naona unachokizungumzia hapa ni upuuzi mkubwa. Tena siku nyingine, nikigundua wewe unachungulia, utatambua. Shemeji, hao unasema yako kweli? Niamini mimi shemeji yako. Siwezi kukuambia uongo hata siku moja. Yaani, Mapuli huyu. Nimekosea nini mimi Mapuli? Shemeji, nashukuru sana kwa yote ambayo umeniambia. Niachie mimi, nitalishughulikia. Ngoja niwahi kwa mkono. Mke wangu, ngoja mimi niende klabuni. Mapuli, afadhali nimekukuta.
Tulia. Tena Mapuli, mimi nilishakukosea nini? Nimekukosea mimi nakuuliza. Yaani umemloga mke wangu, alafu umekomesha mimi na rafiki yangu Matota. Wewe tulia. Mimi usiniletee mambo yako ya kibabe kwangu. Nitakufanya kitu kibaya wewe, nitakufanya kitu kibaya. Alafu kama ulikuwa hujui, mimi ndo Mapuli. Wananiita mzee wa kutiribua. Nimeatiribua mpaka nikahakikisha kimeumana. Na una bahati, ningemwambia mganga wangu akugeuze na hii miguu iangalie tu hata nyuma. Hayo yote halinitisi kwangu mimi Mapuli. Kwa nini umenigombanisha mimi na rafiki yangu Matota? Halafu umemloga mke wangu. Kwa nini? Na una bahati nimekukuta umelewa. La sivyo ningekukutangizia. Sasa ngoja nimfuate huyo mganga wako. Nione utaokea wapi. Mpuzi mkubwa wewe. Muone kwanza. Kwa hiyo huko wewe nimechelewa tu kula leo. Ningekufanya kitu kibaya wewe. Ningempiga huyu, ningempiga huyu. Umeona? Haya ndio uko ukiyataka. Na umefanya mpaka mimi ndo nimeenda kule nimeongea uongo. Kwa sababu ya hiyo mipombe yako. Wewe naye koma kabisa. Koma. Wewe kama umenichanganya, ngoja niende zangu tu mikabuni nikapate raha milele. Afadhali nimekukuta mzee Matilimbanya. Yaani umendanganya cha kwanza. Pili umenipa dawa za uongo. Kwanza umekula pesa zangu. Halafu umeshirikiana wewe na Mapuli kunilogea mke wangu. Sikiza nikwambie wewe. Unapokuja hapa kwangu siku zote uje kwa heshima zote, sawa? Alafu kumbuka, mimi kazi yangu ni kuwatibia watu na sio kuwaroga watu wewe. Hakuna cha heshima. Ninasema hakuna cha heshima. Kwanza umenigombanisha mimi na Matota rafiki yangu. Acha kuleta maneno yako kishenzi. Nitakugeuza kuwa kama yule kuku, sawa? Nakupa risali moja. Nifike nyumbani nikute mke wangu kapona. La sivyo na kucharanga mapanga wewe na familia yako. Puzi mkubwa wewe. Unaona mume wangu nilivyokuambia? Unaona? Nilijua tu kama haya atakuja kutokea. Ni kweli mke wangu. Na ninajuta na nimejifunza. Unajua hii yote ni kwa sababu tu ya tamaa ya pesa. Lakini hamna kilichoharibika, acha tu nikamtibia. Maana sitaki matatizo mengine. Umefuta nini hapa mzee? Nisamehe jamaa yangu. Yaani inaniwia ugumu sana kuishi bila wewe rafiki yangu. Familia yangu inakutegemea sana. Yaani uwepo wako katika familia yangu una thamani mkubwa sana. Nisamehe ndugu yangu. Mambo huwa yanaisha tu. Ndio maana nimekuja hapa ili unipe msamaha wako. Zela, umemaliza? Siwezi kumaliza hadi nisikie neno umenisamehe. Matota, hebu nisamehe ndugu yako. Nimekusamehe. Haya, unaweza kaenda. Siwezi kuondoka. Kama umenisamehe, tukae chini tuongee, tujadili maendeleo ya shamba letu. Tukikaa hivi kwa ugomvi. Sikia mzee, ukae chini ujadili na nani? Wewe ujadili na mimi wewe? Ujadili na mimi wewe? Wewe kumbuka ulio rafiki yetu mimi na wewe. Siku nimekuja kwako nikakuelekeza, nikakuomba msamaha kwa kosa ambalo sio la kwangu. Nikapiga magoti, nikalia kama mtoto, lakini ukunielewa. Nikakwambia mzee rafiki yangu, siwezi kufanya hivyo kwa shemeji yangu. Zawadi mimi nilikuwa na mheshimu na kumpenda kama shemeji yangu. Tumeishi yote vizuri, nikakuelekeza lakini ukutaka kunielewa. Alafu wote unaniambia tukae chini tuzungumze mimi na wewe. Kumbuka ushasema mimi na wewe urafiki ushakufa. Kwa kama mashamba kila mtu kivyake, shamba mimi kivyangu na wewe kivyako. Imeisha. Familia yangu imetambua thamani yako nini katika familia yangu mimi. Matota rafiki yangu, hebu unisamehe. Turudishe rafiki yetu wa zamani. Mzee na Matota ni wale ambao wachapakazi wa hapa kijijini. Angalia shamba letu kule. Wiki sasa hamna mtu anayeenda kule kuangalia mazao. Hebu nisamehe jamaa yangu. Tunataka kusamehe. Ngoja tuchukue kiti tukae tuzungumze vizuri. Ebia. Lema. Naomba kiti. Subiri kiti kije tukae tuzungumze. Sasa ndio kiti ambacho tunakuletea. Aka tuongee.
Sasa tutapanga la nini tena rafiki yangu? Unaliogopa eh? Hata kama huwezi kukaa, toka kwangu. Toka kwangu mzee. Mimi ndio marafiki tena. Toka kwangu. Toka kwangu na usirudi tena. Mjinga mmoja wewe. Usisema mimi na wewe urafiki basi. Unatafuta nini hapa? Na usirudi tena hapa. Sikia mke wangu. Huyu asirudi tena hapa. Si yeye wala mke wake. Sisi na wao ni maadui. Hakuna tena urafiki na udugu shakufa. Mjinga wewe. Uzi mmoja. Mwanangu. Mzelela. Vipi mbona leo sikuelewi? Mke wangu, nilienda kwa Matoto kumwomba msamaha kwa kile nilichomshuku kwamba amenogea mke wangu, lakini hajanipa hata nafasi ya kunisikiliza, kanifukuza. Ila wakati mwingine yuko sahihi, kwa sababu hata mimi nilimfukuza hapa. Right, kama ungekuwepo usingeamini kitendo ambacho nilimfanyia. Ni cha unyama kabisa. Hata sielewi nifanyaje sasa. Mume wangu, tatizo nao ulikurupuka mno. Kwa nini usingenisubiri nikapata nafuu, tukajua tunafanyaje juu ya hili? Mke wangu, yaani kile kipindi ulivyokuwa unaumwa, nilikuwa nachukua maamuzi yoyote yale, kwa sababu ulikuwa hujitambui, hujielewi. Ndio maana nilikuwa naumia nikikutazama hapa nataka kulia tu. Na nilichokipata sasa kwamba Matota ndo kanilogea mke wangu, sikuwa na maamuzi yoyote. Ndio maana nilienda moja kumtukana, kufanyeje. Alipokuja hapa nikamfukuza. Yaani mke wangu sielewi, ndio maana niko hivi. Ni sawa, hata tukikaa hapa tukagombana hatutapata jibu sahihi. Ila mimi nilikuwa na wazo. Kwa nini usimtumie mwenyekiti ili amuite Sheikh Matota akuombee msamaha, huenda atakuelewa. Yaani inamaanisha wewe uende kwa mwenyekiti ukaongee naye, alafu amuite Sheikh Matota nyumbani kwake ili mzungumze. Hapo nimekupata mke wangu. Lakini sio kama mimi ndo niende kwa Matota nikamwambia tuende kwa mwenyekiti. Siwezi. Ila hili la kwenda kwa mwenyekiti nikaongea na mwenyekiti kwamba yaliyonikuta ni haya, ili atupatanishe mimi na rafiki yangu Matota, nitaenda mke wangu. Mimi naona hilo liko sawa. Naomba nikuache niende shambani nikavune pilipili zangu. Unajua zinakauka, mwisho zitakuchika zote. Haina shida mke wangu. Ndugu zangu, tumesikilizana na kila mmoja ametoa malalamiko yake, lakini pia nilichopendezwa nacho ni kwamba kila mtu ametoa kwamba amesafia nia, kwamba amekuwa hana kinyongo na mwenzie. Lakini kwa namna moja ama nyingine tunafahamu kijiji chetu kinasifika zaidi kwa mazao na ushirikiano. Hatuwezi kumkuta mwanakijiji mwenzetu amedondoka sehemu, amepata shida, tushindwe kusaidiana. Huo sio utaratibu wetu. Hivyo basi ndugu zangu, kama tumeamua kulifanya hili liishe, basi liwe fundisho na kwa vizazi vyetu. Lakini kwa namna moja ama nyingine, umoja ambao walikuwa nao bwana Mzelela na Matota hapo ulikuwa ni mmoja mzuri sana, ambao walikuwa wanaweza kwenda kwenye shamba la huyu akafanya kazi, huyu anaumwa akafanya hivi. Ndio maisha ambayo tulikuwa tunataka kwa kijiji chetu. Hivyo basi turudishe umoja wetu, amani na mshikamano kama zamani. Lakini nikirudi kwa upande wako bwana Mafuli, wewe umekuwa ni mtu wa kulewa muda wote. Hata muda wa kufanya kazi anakosa, hatukukatazi kulewa. Kuna muda basi ambao labda umeshamaliza shughuli za shamba, unarudi nyumbani, basi unaweza kupiga dadala zako 2-3 ukawa sawa. Basi tupigane, au upigane wewe mwenyewe, uiondoe hii hali ya kuwa unalewa muda wote. Angalia leo na umeongea vitu vya busara zaidi. Ina maana kumbe tunakuhitaji zaidi ukiwa sio cha pombe. Tufanye kuokoa kijiji chetu. Tukirudi kwa Mtilimbanya, wewe ni tabibu, wewe ni mtaalamu wa kijiji hichi. Watu wote wanakutegemea, mpaka wazee, kuwatatulia matatizo yao. Lakini ukiingia tena kuanza kulumbanisha watu na kugombanisha watu, ni kweli haipendezi. Basi turudi katika mstari ulio sahihi.
alikadhalika Mzelela na Matota. Nyinyi ni marafiki wa muda wote na mlikuwa ni mfano mzuri sana wa hapa kijijini kwetu. Lakini imefikia hatua mpaka mnakimbizana na mapanga. Mnataka kuuana. Hii ingeenda kutengeneza picha gani kwenye kizazi cha baadaye, kwamba watu ambao walikuwa marafiki wameshibana walikuja kuuana na mapanga. Lakini tunamshukuru Mungu, mmeona umuhimu wa mwenyekiti. Na mwenyekiti huyu ambaye anapigania kwamba watu wawe na maendeleo, ndio yeye ambaye amejitahidi, amejengea nyumba yake hapa. Lakini pia ni mtu ambaye hakosi shamba kila siku. Kwa hiyo ndugu zangu, turudishe umoja wetu na mshikamano wetu. Nafikiri tutafanikiwa zaidi. Tutarudi kama zamani. Jamani, ningependa umoja huu uendelee. Matota.